Eternal Father, I offer you the body and the blood. Mpendwa wa msikilizaji na mtazamaji wangu asubuhi ya leo, nashukuru Bwana sana kwa fursa hii ambayo nimepata tena tunapoingia katika mwaka mpya ya 2023. Najua ya kwamba Bwana amekuwa mwema, amekuwa mwaminifu, amekuwa Bwana wa kujali sana. Ndipo tunapopata nafasi hata ya kuleta neno la Bwana asubuhi ya leo, tuko na shukrani kwake Bwana wa majeshi ambaye ametushika mikono, ambaye ametupigania, ambaye ametufikisha umbali hii. Mimi pamoja na wewe nataka tu Mungu atupe neema, Mungu afungue tu roho zetu, tuwe na sababu ya kumshukuru Bwana, kwa sababu kuona mwaka mpya ni ishara tosha ya kwamba Bwana anatupenda, ya kwamba Bwana anatujali, ya kwamba Bwana anatutetea. Naomba tu Mungu akusaidie wewe na mimi tuwe na sababu ya kumshukuru. Nilikuwa naomba tu kabla tujaenda kuandika neno la Bwana, Mungu akusaidie uwe na tafakari haya mambo matatu ambayo nataka kila mmoja wetu Mungu atusaidie tutafakari ndio tuingie katika neno la Bwana. Wapendwa, kuna mambo matatu ambayo nilikuwa naambia Bwana ya kwamba kwa hakika maisha yangu sio yangu, maisha yangu iko mkononi mwako. Na hata wewe unaweza tafakari kama mimi vile nilivyo tafakari, na nikagundua ya kwamba sina nguvu, sina uweza, sina mamlaka yoyote juu ya maisha yangu, bali ni Bwana wa majeshi, Bwana ambaye ametusaidia mimi na wewe tukafika hii mwaka. Ni Bwana ambaye anatupangia mambo mazuri, ni Bwana ambaye akona uwezo hata ya kupiga vita zetu. Hebu tafakari haya mambo matatu kabla tujaenda mbele katika jina la Yesu. Nilikuwa na tafakari kuhusu kucha zangu. Kila mara huwa nakuwa na kucha ya miguu na ya mikono, na kile kucha mara mingi huwa zinakuwa baada ya kitu kama wiki moja, wiki mbili, unapata ya kwamba kucha zako ambazo ulikata zimememea. Lakini sasa nilikuwa najiuliza ya kwamba kutuna uwezo wa kukata kucha, lakini sina uwezo, sina mamlaka, sina nguvu yoyote ya kuhakikisha kwamba kucha yangu zimemea. Nguvu ya kucha ya kufanya kucha zimee haiko katika mkono wangu. Nilikuwa kila mara huwa tunanyoa nywele, wala ambaye huwa tunanyoa, lakini hata kama huwa unyowi, lakini huwa unaona ya kwamba nywele zako huwa zinamea. Mara mingi nilikuwa najua tu ya kwamba niko na uwezo wa kuenda katika salon ama katika kinyozi kuhakikisha kwamba nimenyolewa, lakini kukua kwa nywele yangu haiko kwa nguvu yangu. Lakini kila wiki, kila mara huwa naenda katika kinyozi ili ninyolewe. Kwa sababu gani? Sina nguvu ya kuhakikisha kwamba nywele zangu zimemea. Nilikuwa nitafakari nikisema ya kwamba vile nywele yangu inamea haiko katika nguvu yangu, haiko katika uweza wangu. Nilikuwa natafakari mambo ingine, mambo ya tatu wapendwa, na nikisema ya kwamba kwa hakika nilikuwa natafakari vile huwa tunalala. Mara mingi mimi sina hakika, na ile mwaka niko nayo zaidi ya 40, sina hakika vile watu huwa wanalala. Siwezi sema ya kwamba jana nililala saa ngapi na nikaamuka saa ngapi. Ni uwezo wa Bwana. Ile saa nalala jinsi nalala siwezi sema. Siwezi kuwa na hakika ya kwamba jana nililala saa 4 na dakika 3 ama saa 4 na dakika 10 na sekunde fulani. Siwezi sema. Wakati wa kulala na vile nikilala vile mambo huwa inafanyika huwa sijui. One thing ambayo najua ya kwamba naweza jilaza kitandani, naweza jilaza tu mahali na mwishowe nastukia kwamba nimelala. Naweza weka alarm, mtu anaweza weka alarm, lakini vile utaamuka ni hapo ujue. Ndipo unapotafakari haya mambo yote, Mungu akusaidie, Mungu akunemishe, Mungu akusaidie unapoingia kwa mwaka mpya uwe na sababu ya kusema ya kwamba maisha yangu ni Mungu. Maisha yangu kama sio Mungu, basi kama hizo miaka zote umekuwa nayo, wewe ni mtu tu wa kuamuka na kusema ya kwamba nimeamuka, nimelala. Lapendwa, uwe na sababu ya kushukuru, uwe na sababu ya kusema ya kwamba maisha yako iko mkononi mwa Bwana. Leo hii nilipokuwa na tafakari ni yale ambayo nitaambia watu wa Mungu, watoto wa Mungu, wapendwa wa Mungu, wa maana sana mkononi mwa Mungu hii mwaka. Bwana akanielekeza katika ujumbe, akaniambia kwamba niambie watoto wake ya kwamba yeye Mungu, mwaka wa 2023 ambayo tayari tumeingia, ni mwaka mzito, ni mwaka ambayo iko na changamoto zake, ni mwaka ambayo adui hajatupangia mambo mazuri vile, lakini Bwana akanihakishia nikuhakishie ya kwamba Bwana wa majeshi Yesu Kristo atakupigania. Bwana amenipea ujumbe ya kwamba yeye Bwana ndio atakupigania. Vita sio yako, vita haiko upande wako, vita ambayo inahukumba sio yako, ya kupigana ni Bwana wa majeshi asema atakupigania. Naomba tuende naye katika andiko la Bwana katika kitabu cha Kutoka 17
8, Kutoka 17:8. Tafadhali tusome pamoja na wewe. Hebu fungua Biblia yako katika kitabu cha Kutoka 17:8. Andiko inasema hivi: Wamaleki walikuwa na kupigana na Waisraeli huko Redimu. Mose akaambia Joshua, chagua wanaume waende wapigane na Wameleki. Kesho nitasimama juu ya kilele cha kilima nikishika mkono mwangu ile fimbo ya Mungu. Basi Joshua akafanya kama Mose alivyosema, akaenda kupigana na Wameleki. Mose na Aroni na Huri wakapanda kilele cha kima. Akiwa wameketi wote, Mose alipoinua mikono wake juu, Waisraeli walishinda, na alipoteremsha Wameleki walikuwa wanashinda. Lakini baada ya muda mikono ya Mose ilichoka. Kwa hivyo Aroni na Huri walichukua jiwe jiwe wakaliweka karibu na Mose naye akaketi. Kisha akashika na akainua mikono yake, mmoja akainua mikono ya kulia na mwingine mikono wa kushoto. Hivyo mikono ya Mose ilipobaki imara ikiwa imeinuliwa juu hadi jua lilipotua, Joshua akawakatakata Wameleki. Kisha Mwenyezi Mungu akaambia Mose, liandike jambo hili katika kitabu, liwe kumbusho, tena kariri masikioni mwa Joshua kwamba nitawafuta kabisa Wameleki duniani. Andiko lingine naenda kusoma katika Mambo ya Nyakati. Andiko lingine kwa katika Mambo ya Nyakati wa pili 20. Mambo ya Nyakati wa pili 20 kuanzia 14. Andiko inasema hivyo, mpendwa, usichoke. Ndipo Roho wa Mwenyezi Mungu ikamkujia mmoja wa Walawi aliyekuwa hapo, jina lake Yahazieli mwana wa Zekaria mwana wa Benea mwana wa Yeeli mwana wa Matania, kuwa uko na Asafu. Wa Yeeli akasema, sikilizeni watu wa Yuda na wakazi wa Yerusalemu na mfalme Yoshafati. Mwenyezi Mungu awaambia hivi, msiogope wala msihangaike, kwa sababu jeshi hii kubwa, vita hivi sio vyenu, bali ni ya Mungu. Kesho washambulieni wakati watakapokuwa wakienda bonde la Sisi. Mtakuwa mwisho wa bonde, mashariki mwa jangwa Yueli. Na Bwana abariki neno lake. Wapendwa ama mpendwa msikilizaji, asubuhi ya leo nashukuru Bwana kwa sababu ya neno ambayo amenipea tunapoanza mwaka. Bwana wa majeshi, nilipokuwa naomba Mungu kuhusu hii mwaka mpya, kuhusu hali ambayo watoto wake wanapitia, kuhusu mateso, kuhusu mambo mazito ambayo watu wanapitia, Mungu akanihakishia niongee na watu wake ya kwamba yeye Mungu atakumbuka watoto wake. Yeye Mungu atapigania watoto wake. Yeye Mungu ako tayari kupigania watoto wake. Alinituma na ujumbe huu ya kwamba niambie watoto wake ya kwamba vita hamtaweza. Vita sio zenu. Vita hamtaweza na nguvu zenu. Vita hata kama mnapigana sio nyinyi mnaweza, ni yeye Bwana ndio anaweza. Na Mungu akanipea neno ambayo naenda kushiriki na wewe mpendwa asubuhi ya leo. Wapendwa, unaweza kuwa umepitia hali ngumu. Unaweza kuwa umepitia mambo mazito, ambapo ukisikia tunasema ya kwamba
hii nchi yetu ya Kenya na ulimwengu kwa jumla iko na mambo mazito. Unaweza ona ya kwamba hatuongei na wewe vizuri, lakini hiyo ndio hali vile ilivyo, ya kwamba inafaa tushikane na Bwana, ya kwamba hii mwaka inafaa tuombe Bwana, hii mwaka inafaa tusongee karibu na Bwana, hii mwaka inafaa tusiende tu ya kwamba tunaenda, inafaa tusonge karibu kwa yule ambaye anaweza kutupigania, kwa yule ambaye anaweza kutushika mikono, kwa yule ambaye anaweza kutusaidia. Maandiko ambayo tumesoma ya kwanza ilikuwa inaongea kuhusu Mungu pamoja na wana wa Israeli. Mungu pamoja na wana wa Israeli. Mungu alikuwa anatuelekeza ya kwamba vita sio yetu, vita ni yake. Na mahali tumesoma mpendwa, Mungu alikuwa anaonyesha wana wa Israeli vile walivyoweza kushinda vita. Vile ni kweli ya kwamba ni Mungu ndio atapiga vita. Ni kweli ni kwamba ni Mungu ndio ako na nguvu na mamlaka. Ni kweli ya kwamba vita sio yetu, lakini Bwana ametarajia ya kwamba anapotupigania tumesimama mahali ambapo kama anatupigania tunapatikana. Tunasimama katika mahali kama anatupigania anatutumia ili ionekane ya kwamba ndani yetu watoto wake tuko na nguvu. Bwana anataka ionekane ya kwamba sisi kama watoto wake, sisi amewachilia nguvu yake ndani yetu. Kwamba hawa maadui ambayo wanatusongea, hawa maadui ambayo wanatudhulumu, hawa maadui ambayo wametufinya, hawa maadui ambayo wametuweka chini vile wanavyotuweka, wametuweka na aibu vile wanavyotuweka, wametuweka na madharau vile wanavyotuweka, ya kwamba ijulikane ya kwamba Bwana yetu hayuko mbali na sisi, anaitwa Emmanuel, Mungu pamoja na sisi, Mungu ambaye ako na uwezo ya kutupigania mahali popote tuko. Bwana anataka ionekane ya kwamba tusionekane ya kwamba sisi hakuna kitu ndani yetu, sisi ni watu wadhaifu sana. Bwana anataka ionekane ya kwamba ndani yetu kwa sababu sisi ni wana, kuna chembe ya ujasiri ndani yetu, kuna chembe ya Mungu ndani yetu, kuna chembe ya ufalme ndani yetu. Sio watu wa kutishwa, sio watu waoga. Kuna chembe ya damu ya Yesu ndani yetu. Hiyo chembe inatutetea, hiyo chembe inatupea ujasiri, hiyo chembe inafanya tuko na hakika ya imetuunganisha na Mungu wetu. Kwa hivyo chochote ambayo tunahitaji sio jambo ya kubembeleza. Adui amejua ya kwamba kuna mambo mingi ya kutuhangaisha nayo, kuna vita nyingi ya kutuhangaisha nayo, kuna mpango mingi ametumia ya kwamba tunapoingia katika hii mwaka tuanze kulaumu serikali. Mpendwa, wacha nikuambie, kama kwa hakika umeamini Bwana, nguvu yetu haiko kwa serikali. Hakuna serikali yeyote ambayo iko na uwezo, iko na mamlaka ya kulisha Wakenya, ya kulisha wananchi, ya kuvalisha wananchi, ya kufanya. Uwezo na mamlaka yote iko kwa mikono wa Bwana. Ndipo asubuhi ya leo tunapopatikana hapa Lolwe TV pamoja na wewe ili tusemezane, mpendwa, ni wakati wa kutafakari maisha yako na kusema ya kwamba hakuna serikali. Maserikali zote ambazo zimekuja wamekuwa na mahadi kadhaa, lakini kila mmoja akiingia anawacha hizo mahadi zikiwa hapo. Wapendwa, nimekuja nikuambie ya kwamba maisha yetu haiko kwa serikali. Sijadharau serikali yeyote, lakini maisha yetu iko kwa mikono wa Bwana. Yule ambaye anajua vile tunakula, yule ambaye anajua vile tunavaa, yule ambaye anajua afya yetu kamili, yule ambaye ako na uwezo wa kuleta mabadiliko yote katika maisha yetu ni Mungu pekee. Ni Mungu pekee kwa kupitia mwana wake Yesu Kristo ambaye amelipa gharama ya kutosha na ako na uwezo wa kulipa gharama ya kila mmoja ambaye ameamini, ya kila mmoja ambaye amenyenyekea mikononi mwake. Wapendwa, wana wa Israeli wakiwa katika hali ya kulia, Mungu anaambia Musa ya kwamba hawa Israeli mnaowaona mko na uwezo wa kuwashinda, mko na uwezo wa kuzuia, mko na uwezo wa kusukuma waende mbali na nyinyi. Mko na uwezo kama mtatii hili neno, mko na uwezo kama mtatii hili neno, mtafanya wameleki hawa ambayo mnaona ni washindi wamewashinda, ambayo wanawasumbua, ambayo wamewanyamazisha wao, mnaona mko na uwezo. Mungu anaeleza Musa ya kwamba ongea
na wana wa Israeli ya kwamba kuna uwezo washinde wamiliki. Ambia hawa wapate kuelewa umuhimu wako wewe Musa, umuhimu wa Joshua, umuhimu wa Harun na Hur. Wakiwa pamoja, wao wanafanya nini? Wakiwa pamoja wanasaidia nini? Hii ni timu. Wapendwa, nimekuja nikuambia kwamba lazima mtu waelewe ya kwamba katika maisha kuna Musa, kuna Joshua na kuna Harun na Hur. Kila mmoja akona jukumu. Mungu anataka kila mmoja asimame mahali pake. Musa akae katika kiti chake cha Musa, Joshua asimame na keti katika kiti chake cha Joshua, na Hur na Harun pia wakae mahali wanafaa. Wapendwa, nataka uelewe mahali ambayo tumesoma inasema ya kwamba Mungu akaambia Musa ya kwamba Musa, mtumishi wangu, nataka upate kuelewa ya kwamba uko na kazi ya kufanya, uko na kazi. Wewe panda mlimani, wewe panda mlimani, panda katika mahali pako pa maombi. Unapoombea wana wa Israeli, hawa watu watakuwa washindi. Kwa hivyo tunapoingia Januari, jambo la kwanza ambayo kila mmoja ni vyema uelewe ya kwamba kuna wakati wa kuomba. Hii ni mwezi wa kuomba, hii ni mwezi wa kutafuta Bwana ambaye atatusaidia katika hii mwaka yote wa 2023. Kwa hivyo Mungu anaambia Musa ya kwamba Musa, panda milimani. Musa, usibaki tu wakati vita imechacha, wakati watu wangu wanaangamia, wakati watu wangu wamepangiwa vita. Musa, usibaki mahali uko, panda mlimani. Musa, panda mlimani, na usipande peke yako. Kule mlimani unahitaji usaidizi kwa sababu utachoka. Unahitaji kuhakikisha kwamba unapoenda mlimani, hakikisha kwamba Joshua amechagua wanajeshi, amechagua wanaume ambayo wanaweza enda nje, ambayo wanaenda kwa biashara, ambayo wanaweza enda vitani, ambayo wanaweza enda kutafuta. Joshua atuma na timu ya kwenda nje. Wapendwa, tunapoingia katika hii mwaka wa 2023, Bwana wa majeshi asema hivi, anataka kutane na wewe katika uwanja, anataka kutana na wewe katika uwanja wa injili, katika uwanja ya biashara, katika uwanja ya masomo, katika uwanja ya kazi tofauti ya mwito wako. Wewe ambaye unajua ya kwamba uko na jukumu, ya kwamba umeitwa, Bwana wa majeshi asema hivi, hii mwaka tunapoingia, wewe enda nje katika uwanja. Mahali unaogopa hapo, mahali kuna adui hapo, anataka kuona ukiwa hapo nje. Ndiko inasema ya kwamba Mungu anapeana instruction kwa Musa apeane ya kwamba Joshua na vijana na wanaume na wala ambayo wako na nguvu ya kupigana, wasipigane nyumbani, wapigane wakiwa nje, wasipigane wakijificha, wapigane katika uwanja, wasipigane wakijifunika kwa nyumba, watoke nje katika biashara, katika masomo, katika professions tofauti, wasiwe wamejificha. Hawataonekana mahali wamejificha. Na wanapoenda nje vitani, wanapoenda nje katika eneo lao la masomo, wanapoenda nje katika eneo lao la ndoa, wanapoenda nje kuhakikisha ya kwamba Bwana ametumika, Musa awe amepanda mlimani. Na mahali hapo Musa awe kunaye Harun na kunaye akina Harun wawe hapo wamsaidie. Na andiko ambayo tumesoma inasema ya kwamba kila mara Joshua na jeshi lake wakiwa vitani, Musa angeinua mikono yake juu, na wakati huo Aaron, Joshua na timu yake wangeshinda. Na wakati mkono wa Joshua ingeenda chini, Wameleki walikuwa wanashinda Waisraeli. Na wapendwa, nataka uelewe ya kwamba katika maisha, katika biashara yako, katika kazi yako, katika mwito wako, kunaye uhusiano, kunaye unganisho ya Musa akiwa mlimani na wale ambayo wanamshika mikono, wale ambayo wanamuinua mkuu. Kunaye unganisho wa madhabahu ya Mungu na wewe. Hii mwezi unahitaji madhabahu ya Mungu. Hii mwaka tunapoingia unahitaji ushindi wako. Haiko upande wako. Ushindi wako ni uhusiano wako na Mungu wako. Ushindi wako ni vile umeunganishwa na madhabahu ya Mungu. Ushindi wako ni maombi ya Musa wako milimani. Ushindi wako ni ile support ambayo Joshua na Harun
wanapeana wakiwa kule mlimani. Ushindi wako haitatoka tu, ushindi wako inatoka kwa sababu ya mikono ya Musa kuwa juu, na vita yako utashinda kwa sababu ya madhabahu ambayo inakupigania. Mpendwa msikilizaji, kila mmoja wetu kuna madhabahu ya meleki ambayo wameleki wametengeneza katika familia zetu, katika ndoa zetu, katika biashara zetu, katika jamii zetu. Hizo madhabahu zinanena, na yale ambayo umeweka huko, vile imeinuliwa, ndio inakupigania katika vita, ndio inakuinua katika mambo zako. Tunapoingia katika hii mwaka mpya, Bwana wa majeshi asema hivi ya kwamba anatamani kuona kama watu ambayo wanainua Bwana, watu ambayo wanategemea Bwana, wala ambayo wanajua ya kwamba 2023 haiko katika uweza wao, wameinuka juu na wameunganishwa na madhabahu ya Bwana, madhabahu ya maombi, madhabahu ambayo mikono ya Musa iko juu, madhabahu ambayo watu wamejitokeza wanasema sio tu maombi, hii biashara sifanyi tu kwa sababu ya kufanya biashara. Naomba Bwana majeshi asaidie mtu afunguke macho tunapoingia katika hii mwaka, ya kwamba chochote unafanya, wacha kutumia nguvu yako, wacha kutumia ujuaji wako, wacha kutumia masomo yako, wacha kutegemea jambo lolote ambayo sio Bwana. Andiko inasema vizuri mahali tumesoma katika mambo yale ambayo tumesoma katika Mambo ya Nyakati 20:14 ya kwamba ambia wana wa Israeli, ambia hawa wana wa Yuda na wa Yerusalemu ya kwamba wasitegemee nguvu yao, ndio vita ni kale. Ambia kwamba watumainie Mungu, ambia ya kwamba watumainie Mungu, waamini Mwenyezi Mungu yenu, nanyi mtakuwa imara. Wapendwa, unataka kuwa imara katika biashara, unataka kuwa imara katika ndoa, unataka kuwa imara katika kazi yako, unataka kuwa imara katika mwito wako, amini Mungu na pia kuwa na nabii wako, na muwe na imani na nabii wake, nanyi mtadhibitika, nanyi mtafaulu. Wala ambayo wako na nia ya kufaulu hii mwaka wa 2023 lazima waamini Mungu na lazima wadhamini Musa wake katika jina la Yesu. Nataka nikuambie wewe ambayo tayari umeingia katika hii mwaka, ushindi wako hii mwaka ni kuhakikisha ya kwamba kuna Musa, ya kuhakikisha ya kwamba kuna milima, ya kwamba kuna madhabahu, ya kwamba kuna Mungu anayekutetea, anayekuombea, hata kama uko kwa biashara, hata uko katika masomo, hata kama uko kwa jambo lolote unafanya. Ambia Bwana akusaidie, macho yako ifunguke. Mwaka ikiwa ngumu, mwaka ikiwa kuna vita, mwaka ikiwa kuna mambo kadhaa ambayo wameleta ambayo haiwezi fanya uwe na ushindi, unahitaji kusaidiwa, unahitaji kuonyeshwa vile Musa akainua, alikuwa milimani na mikono yake ikiwa juu. Wana wa Israeli walikuwa wanashinda, wana wa Israeli walikuwa wanashinda. Mungu anasema hivi katika kitabu cha Mambo ya Nyakati ya kwamba muwe na imani na manabii wake, nanyi mtafaulu. Wapendwa, hii mwaka wale watakao faulu, hii mwaka wale ambao watadhibitika, hii mwaka wale ambao wataona ushindi wa Bwana ni wale ambao wanaelewa ya kwamba kuna Mungu juu mbinguni. Wale ambao watafaulu ni wale ambao watatengeneza uhusiano wao na Mungu wao. Wale ambao watafaulu ni wale ambao wataamini ya kwamba kuna Mungu ambaye anaweza watetea, ambaye anaweza wainua, ambaye anaweza fanya mambo iwe tofauti. Wapendwa, sio kwa nguvu tumeingia katika hii mwaka, ni kwa neema. Mambo ya corona ikakuja ikavuruga maisha yetu, ikavuruga afya yetu, ikavuruga uchumi yetu. Mambo ya election ikakuja ikavuruga nchi yetu, ikavuruga vitu zetu. Sasa hivi wapendwa, tunapoingia katika hii mwaka, mambo haijakuwa sawa, mambo imekuwa ngumu. Naomba upate kuelewa ya kwamba unahitaji Mungu ambaye anaweza kupigania Musa waka ambayo mikono yake inaweza kuwa juu. Ni wakati wa kila mmoja wetu kutafakari na kuinua Musa wake, kuhakikisha kwamba andiko inasema ya kwamba kuna mawe Musa alikuwa amekalia. Mbona mawe ni mahali ambapo ni strong, mahali ni mahali ambapo iko na uweza. Mawe sio kama miti, hakukalia miti, hakukalia mbao, alikalia mawe. Mawe ni kitu strong, mawe sio kitu inaweza vunjwa. Joshua
Harun na Hur wakahakikisha ya kwamba Musa amekalia. Mbona hangeenda peke yake mlimani? Alienda na hawa ya kwamba wakati wowote amechoka, mikono yake inuliwe juu. Yeyote ambaye Mungu atamfungulia macho, wakati huu tunaomba, wakati huu tunatazamia ya kwamba maisha yetu ya kibiashara, maisha yetu ya kifamilia, maisha yetu ya jamii, maisha yetu ya chochote tunafanya, hata ya huduma, iwe imara. Hakikisha ya kwamba umeweka Joshua yako katika mawe, katika mwamba ambaye hawezi tingizwa, mwamba ambaye hawezi katwa, ambayo ni Mungu wa kipekee, na jina la Bwana na kutukuzwa. Nataka niombe na mtu mmoja ambaye anasema ya kwamba nimeanza mwaka, na ile mwaka iliyopita, hizo mwaka iliyopita sijaona mambo mazuri. Nataka mambo iwe tofauti. Nataka uamini Bwana. Nataka tu niombe na mtu mmoja, na sio tu mambo ya kuomba. Wapendwa, haya maneno Mungu anatopea, kama hujaweka katika matendo ni kazi bure. Uko na Musa wako ambayo anaweza kuombea, rudi kwake, enda umwende kuombea. Unapoenda nje, amini ya kwamba Mungu wako na wewe. Uko na Mungu wako, weka Mungu mbele. Unapoanza mwaka, ita Bwana wa majeshi, yeye atakutetea, yeye atakupigania, yeye atakuwezesha. Yeye akiamua ya kwamba ushindi ni wako, ya basi utakuwa ushindi. Ameniambia nikuambie ya kwamba anakupigania, ya kwamba vita sio yako, ya kwamba ushindi sio yako, ya kwamba uweza sio wako. Amini tu Bwana kwa jambo lolote ile. Mpango ambayo uko nayo hii mwaka, bidhi mkononi mwa Bwana. Ambia Bwana ya kwamba hii Januari nataka nikuite, hii Januari nataka nikuamini, hii Januari nataka kuone ushindi na ukuu wako katika maisha yangu. Wacha niombe na mtu mmoja ambaye ameshika TV yake, ambaye ameamini Bwana. Anasema ya kwamba hii mwaka wa 2023 hata kama ni ngumu, ni kwa wale ambaye hawajaamini Bwana, ni kwa wale ambaye hawatumainia Bwana. Mimi nimeamini Bwana. Kama nimeamini, shika tu TV. Naamini Bwana, mnapoomba Bwana anakushuka na anakutendea mambo makuu. Baba, katika jina la Yesu, nakushukuru kwa mtazamaji na msikilizaji wangu ambaye ameinama chini, ambaye ameshika TV yake, ambaye amepiga magoti chini. Bwana, neno lako ndio imesema, sio neno langu. Huyo ambaye amepiga magoti sio wangu, ni wako. Yesu, Roho Mtakatifu, chukua shukani, leta ripoti nzuri kwake, kwa sababu Bwana wa majeshi ako tayari kusimama na yeye. Unaondoa uoga. Wewe Roho Mtakatifu kuna ushawishi wa kuondoa uoga, ya kudoa ujinga, na kuondoa kila hali ambayo inawezafanya Bwana sishuke na mtendee makuu. Chukua shukani na mtawale kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Baba, nakuomba ya kwamba mtoto wako amekuinamia, amekuita, amekutafuta, umjibu ili jina lako itukuzwe. Anapoanza hii mwaka, wacha aone ukuu, wacha aone ushindi, kwa sababu wewe ni Bwana. Asante Bwana wa majeshi, kwa sababu unaenda kutenda makuu. Naomba Bwana mapendwa ya kwamba umtendee mema. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji wangu, mimi ni Mchungaji Leonard Omondi wa kanisa la God of Eternity Church ambayo iko Nairobi hapa Dandora Phase 4. Niko hapo mahali popote uko, piga simu. Namba yangu ni 0722 11 57 14, 0722 11 57 14, ama 0733 73 60 0733 73 Namba yangu iko tu hapa kwa TV. Chukua tu upige namba yangu na Mungu akubariki. La sivyo, endelea kukuwa na mwaka wa ushindi katika jina la Yesu. Shalom. Eternal Father, I offer you